Halo? Salama kabisa, sijajua huyo. Huyo mbona nishamalizana naye jamani? Mwambie aache uswahili kabisa, ni kwanza nipo njiani nakuja. Ndio hivyo, tangia juzi binamu yako Simoni haonekani tangia juzi na sielewi huyu mtoto yuko wapi. Hapa nilipo nimechanganyikiwa vibaya sana. Sijui huyu mtoto ananifanyia nini. Sielewi yuko wapi na sijui nitafutie wapi. Mbona kama anataka kuturudi? Na je, umeenda labda kwa marafiki zake huko nini umemtafuta umeshindwa kabisa? Yaani nimejaribu kuuliza kila sehemu, kila kona kwa marafiki zake huko nimezunguka na sielewi yuko wapi. Pole sana shangazi jamani. Atakuwa kaenda wapi huyu mtoto? Hata sijui. Na je, labda mara ya mwisho anapotoka nyumbani alisemaje labda? Nakumbuka mara ya mwisho niligombana naye sana. Ina maana ninachokiongea hunisikii, maana mimi ninapoongea wewe unaondoka. Unamaanisha nini wewe mtoto? Unamaanisha nini mimi ninapoongea afu wewe unaondoka? Yaani mama, sio kwamba mimi naondoka, lakini mimi nikijaga tu ndani kelele zinaanza. Nikiwa sipo kelele. Sasa mimi nifanya ndakuja kupotea, mimi mtatafuta hapo hamtaniona. Ndakuja kupotea mazima mimi. Shida moja, makundi ulionayo yale mwanangu sio mazuri. Makundi yale yaliyopo ina maana ya uvuta bangi ile, mimi sitaki uwe na makundi kama yale. Hakuna, sio makundi, yani ule ni urafiki tu wa kawaida, lakini mimi nikisema naenda kutafuta, mimi ndakuja kupotea hapa nyumbani hamtaniona tena, naenda mbali kabisa. Kwa hiyo sasa unataka uniambiaje? Kwamba unisikii mimi mama yako, si ndio? Mimi naenda kutafuta maisha mbele. Mwanangu, Pole sana shangazi yangu. asante. Pole sana. Asante. Lakini mimi nilikuwa nakushauri shangazi yangu. Unaonaje twende tukatoe taarifa kituo cha polisi, kwa sababu ana siku ya 4 sasa hajarudi nyumbani. Hii ni hatari, tukatoe taarifa kwa ajili ya usalama zaidi. Hilo neno shangazi yangu. Hebu fanya twende, maana mimi naona yani hili swala linanichanganya. Naomba unisaidie. Fanya basi ufunge twende. Sawa shangazi. Vipi? Mbona siku tulikuwa tunapiga tu story vizuri ukaniweka. Nikaona mpito wa Ibaza na Pango wakimbia, shida nini? Kwa maana nimekuita huko. Maana kuna jambo nataka nikuambie. Na hicho kitu ninachotaka kukwambia ni kama dhambi inautafuna moyo wangu. Na kama nisipoweka wazi, kwa Mungu sijui nitajibu nini. Dhambi? Dhambi gani tena? Mbona kama unanitisha? Dhambi yenyewe ni kuhusu Oscar. Oscar nilimkuta kichakani amefariki. Amefariki? Na mbaya zaidi, wakati naangalia pale, ile nageuka tu nakutana na mume wa Yasinta yule. Na akanipiga onyo asije akasikia nimemwambia mtu yeyote kuhusu lile tukio. Mbaya zaidi, ndugu yangu, ni kama tumeshiriki kuua. Maana tulihamisha mwili ule wote pale tukauficha kichakani. Hapa kuna kitu unaweza kupata. Kwa sababu ile siku ile Oscar kabla hajatoka tulikutana na mimi na akaniambia kuna sehemu anaenda, lakini sehemu anayoenda kuna mwanamke anamfuata na huyo mwanamke ni mke wa mtu. Ndio huyo. Basi ngoja tumpe taarifa mama yake, maana mama yake anamtafuta leo siku ya 4 hapatikani. Ukumbuke tumezuiwa. Asijue mtu yoyote, ile ni siri. Mimi nampigia simu mama yake. Unajua ndugu yangu, kitu ambacho vijana sasa hawakijui. Unafika njiani, unakutana na kibango kimeandikwa huku hakuna njia. Vijana wanakivunja alafu wanapita. Hawajui kama wanapita katika matatizo. Una maana gani basi? Hata samaki ana nguo lakini anavuliwa. Unajua hata wewe mwenyewe katika mambo unayofanya sasa hivi unatakiwa ufanye kwa akili kubwa sana ili baadaye sio kaingia matatizo. Natakiwa nikatafute daftari niweze kunoti misemo yako. Na niingia sana basi. Usijali.
Wanasema maji ukiyavulia nguo sharti uyaoge, lakini hayo maji kwa baridi ya Makambako utayaoga kweli? Kwa hivyo mwanangu, mimi kama unavyoona hivi natetemeka mwanangu, sijaje nafanyaje? Sielewi naanzia wapi bwana, nafanyaje? Kwa nini nimekuita mwanangu hapo tusaidie kwa hata kama wazo. Sasa mimi niwasaidie nini? Nyie ndio mnazingua. Mimi niliwaambia kabisa mke wa mtu sumu. Nyie mnajifanya vielele watu waache sijui nini, yule anapigika tu. Umeona mmepigika, mmoja akapigwa chuma. Bado wewe acha sikia mwanangu, ishatokea mwanangu. Fanya hapa tusaidiane mwanangu. Watu achana nayo. Vipi usaidiane na nani wewe? Alfa cha kufanya tusaidie kitu kimoja mwanangu. Nyinyi hapo mnazingua. Mimi niwasaidie nini? Mimi sina cha kuwasaidia. Niende huko nionekane na mimi niuawe huko, nionekane na mimi nilikuwa natoka na mke wa mtu, kumbe wao. Mimi niliwashauri nyinyi mmefanya tusaidie kitu kimoja. Wewe nenda hapo sasa hivi kama ni mama yake, mimi ndio huko kichakani kwa nini kaangalia nijue ninafanyaje. Huko mimi siendi. Yaani mimi hapo mshanikosa. Mimi huko sipo, kwenye huo msala sipo tena, niache kabisa. Mimi naambia mwanangu, kila siku naelekeza mnazingua. Fanya hivyo mwanangu. Muamini. Amini mwanangu. Wewe na mama yake mimi kichakani. Nenda kwa mamake nikamwelekeza nini apate pressure pale, inaonekana nimemuua na bibi wake. Mimi natembea mwanangu, misala yenu. Kaenda misala yenu. Muuaji sio hivi, ni kuweka katika kundi gani la binadamu au wanyama? Maana unataka siri nzima sasa watu tuwajue katika kijiji. Kwenye unyama wewe ndo mnyama, wewe ndo mnyama. Unanifanya mpaka mimi naishi kama chizi hapa mtaani, sikai nikatulia. Kaka, nafsi mimi inanisuta, nafsi inanisuta kwa kitendo cha kinyama kama hiki kile. Nawezaje kunyamaza? Kaka, naomba niache nipumzike. Niache hata kidogo tu, mimi niache nipumzike. Na kuachaje angali unajua ukweli wote? Wataka ubishane na ukweli? Sikia sana kwambie. Hii ni siri kati yangu mimi na wewe. Mtu yeyote atakayejua lazima ingie kichakani, kwa sababu unavyojikuna makalio sije ukajisahau ukakata kucha kwa meno. Wewe ni mwanaume, lazima ujue kunyamaza, na endapo ukiendelea una siku chache za kuishi. Bisha sana wewe ndugu yangu, hataki wageni? Hapana ndugu yangu, sio kwamba hatutaki wageni, ila unavyoniona hivi ndo naingia, sikuwepo hapa. Vipi, karibu. Asante sana, mimi sio mkaaji sana, nimepewa taarifa kwamba mjomba mjini amefariki. Mjomba amefariki? Ndio taarifa niliyopewa. Kivipi tena? Halo. Umesema unataka uende kichakani? Subiri kwanza nakupigia.
Kichaka kinafika, awe kichaka, kichaka kinafika, awe kichaka, kichaka kinafika. Tuko hapa